kuita uje katika zizi lake panapo salama, akina wana wake waume vijana. Yesu aliye kweli huwaita kwake, huita kwa moyo wa huruma. Uliyepotea uje kwangu, hivi kukungoja anadumu. Bwana Yesu mchunga, akatoa maisha kwa ajili yetu, ataka wapotevu waje kwake sasa, tusijihatarishe, kwake tu salama. Sikia wito wake mchungaji wetu, huita kwa moyo wa huruma. Uliyepotea uje kwangu, hivi kukungoja anadumu. Bwana Yesu mchunga, tusikawie tena adui Shetani, kama mbwa wa mwitu atatuharibu. Tunaitwa na Yesu mkombozi wetu, tuingie zizini panapo nafasi, huita kwa moyo wa huruma. Uliyepotea uje kwangu, hivi kukungoja anadumu. Bwana Yesu mchunga, huita kwa moyo wa huruma. Uliyepotea uje kwangu, hivi kukungoja anadumu. Bwana Yesu mchunga, huita kwa moyo wa huruma. Uliyepotea uje kwangu, hivi kukungoja anadumu. Bwana Yesu mchunga. Amen. Amen. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Kwa unyenyekevu mkubwa naja miguuni pako mwenye dhambi, nikiomba huruma na rehema zako. Ikiwa ni chombo mikononi mwako, nitumie jinsi upendavyo kwa ajili utukufu wa jina lako. Nena na watu wako, ukinena pamoja nami pia. Hurumia kila mmoja wetu, turehemu. Maana wewe uliyejaribiwa sawa sawa na sisi bila kutenda dhambi, unajua udhaifu wa kila mmoja wetu. Basi tusaidie, wema wako utusukume ili kutubu, na ili kwamba tunapokaribia kiti cha neema kwa ujasiri, tupewe neema na rehema ya kusaidia wakati wa mahitaji, tuweze kufaidika na huduma yako Kristo Yesu, mahali patakatifu mno ya upatanisho.
ili unapotupatanisha kwa damu yako Kristo tuweze kukubalika mbele ya Baba yetu wa mbinguni na mbele ya kiti cha enzi cha rehema. Tunaomba ili kwamba unapotukuza watu wako tuweze kuwa miongoni mwa wale watakaotukuzwa. Tunaomba neema yako hatimaye ipotelee katika utukufu. Tunaomba baraka ya mbinguni, tunaomba manyunyu ya baraka kutoka katika hazina ya mbinguni. Uwe pamoja nasi tunapojifunza neno lako. Malaika wako watakatifu wenye nguvu wanaomimina roho wako, wanaohudumia watakatifu wako, wawe miongoni mwetu kwa ajili ya kutuhudumia sisi. Tuhimize katika neno lako, tuongoze katika kila hatua. Nikumbushe mafungu yote ambayo yanahitajika kwa ajili ya kusaidia kila mmoja wetu. Zaidi mwa Bwana, tupe mioyo ambayo ni mioyo ya nyama iliyo tayari kuatiifu kwako. Utukuzwe kwa yote katika Kristo Yesu Bwana wetu, tunaomba na kushukuru. Amen. Kuna kipaza sauti kingine hapa. Happy Sabbath. Happy day. Bwana asifiwe. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe kwa pamoja nanyi. Nashukuru kwa ajili ya nafasi ambayo Mwenyezi Mungu amenijalia ili kwamba niweze kusimama mbele zenu kwa ajili ya kuweza kumega mkate wa mbinguni, neno lake. Naomba niseme ya kwamba tunaishi kipindi ambacho watu wamekosa kutuelewa kama wana matengenezo, na wengi wanajiuliza au wana matengenezo wametokea wapi? Kwa nini wana matengenezo? Kwa nini movement hii ambayo inaonekana ikiinuka kipindi ambacho tunaishi, watu wamekosa kutuelewa? Hata Waadventista Sabato chini ya General Conference ambayo tunasema ni Waadventista Sabato kwa jina, kwa maana tunasema ya kwamba imani waliondokea. Tunasema imani waliondokea wakabaki na jina. Wanatushangaa mmetokea wapi? Na je, inakubalika vile inakubalika vile ambavyo tunaonekana tukifanya, kujitenga na madhehebu yaliyoasi na kusimama mahali ambapo tunataka kutetea ukweli jinsi ulivyo? Kwa hivyo watu wanatushangaa, mumetokea wapi ninyi? Na hivyo wapendwa, ndio maana topic ya mchana wa leo tunaangalia kitu ambacho kinaitwa the latter rain and the final reformatory movement, ya kwamba mvua ya masika na fugufugu la mwisho la wana matengenezo. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kuna movement ya mwisho ya wana matengenezo. Kuna movement ya mwisho ambayo imetabiriwa katika Biblia na katika roho nabii, na hiyo movement ya mwisho ndio nataka tuilinganishe ama tuiweze kuangalia katika muktadha wa mvua ya masika. Karibuni. Kwa wale ambao tunakutana labda mara ya kwanza, naitwa Joram Mutisia Kilonzo. Nafurahi kuwa pamoja nanyi siku ya leo, na nashukuru Mungu kuwa pamoja nanyi siku ya leo, siku ya Sabato. Sabato iliyopita nilikuwa kanisa la Mtwapa na nikawa pia kanisa la Mishomoroni. Kwa hivyo jana makasa mawili, asubuhi nikaenda Mtwapa na baada ya lunch nikaenda Mishomoroni. Wote waliwasalimu. Amen. Na wapendwa wa Mungu walio pande ile wanasema ya kwamba tuendelee kushirikiana kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tuendelee kuombeana despite challenges, ama kando na changamoto ambazo zinakumba labda watu wa Mungu, tunahitaji kuzidi kuombeana. Tunahitajika tuzidi kufanya nini? Kuombeana. Hata wale ambao wanafuatilia katika mtandao, kuna wale ambao wanafanya ibada kupitia kufuatilia katika mtandao, pia tunaomba ili kwamba tuzidi kuombeana katika safari imani. Changamoto zikiwa,
bado tunafaa kuendelea kuegemea kwa Mungu. Tunafaa kuegemea kwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu, maana huyo ndiye atakayetusaidia na kutuokoa kutokana na changamoto, kutokana na dhambi, kutokana na kila kitu, maana yeye ndiye aliyekufa kwa niaba yetu na ndiye aliyetoa maisha yake na uhai wake kwa ajili yetu msalabani. Kwa hiyo huyu tukimtumainia na kutegemea atatusaidia. Hata tukiwa na changamoto atatusaidia. Maana najua udhaifu wa kila mmoja wetu. Hivyo wapendwa, bila kupoteza muda, nataka nianze kwenye kitabu kile cha Ufunuo 18. Na kuanzia mstari wake wa kwanza. Na kabla hujasoma kitabu ni kile cha Ufunuo 18 mstari wake wa kwanza, naomba nisome kitabu cha Isaya 60 na mstari wake wa kwanza. The final reformatory movement, the latter rain and the final reformatory movement, ya kwamba mvua ya masika na fugufugu la mwisho la wana matengenezo. Na maana ya kwamba Mungu atainua movement, ama Mungu aliahidi atainua movement ya mwisho duniani. Movement gani? Naomba msomaji nipe habari. Isaya 60 na mstari wake ni wa kwanza inasema. Nitasoma. Naam. Ondoka uangaze. Maandiko yanasema ondoka uangaze. Kwa kuwa nuru arise and shine. Ondoka uangaze. Kwa nini? Kwa kuwa nuru yako imekuja. Kwa kuwa nuru yako imefanya nini? Imekuja. Imekuja. Kwa hiyo hapa kuna watu ambao wanaambiwa kwamba waondoke waangaze, kwa maana nuru yao imekuja. Ina maana ya kwamba ni watu ambao wameletewa nuru tayari. Kwa hiyo kuna movement ambayo imeinuliwa, wanatoa nuru yao, wanaambia kwamba ondoka uangaze. Kwa nini? Kwa maana nuru yako imefanya nini? Imekuja. Nuru yako imekuja. Nipe habari. Na utukufu wa Bwana umekuzukia. Na utukufu wa Bwana umekuzukia. Kwa hiyo hapa kuna watu ambao wanaonekana wakiambiwa kwamba ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Hii ni movement gani ambayo inazukiwa na utukufu wa Bwana na nuru ya Bwana? Kitabu cha Ufunuo 18 na mstari wake ni wa kwanza. Nitasoma. Inasema. Na baada ya hayo niliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni. Na niliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni. Akiwa na mamlaka kuu. Alikuwa na mamlaka kuu. Na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Kwa hiyo hapa tunaona ya kwamba kuna malaika anashuka kutoka mbinguni. Na anaposhuka kutoka mbinguni, maandiko yanasema anaangaza dunia kwa utukufu wa Bwana. Kwa hiyo hapa kuna movement ambayo inazungumziwa ya malaika wa Ufunuo 18. Na malaika wa Ufunuo 18 analeta nuru. Na maandiko yanasema nuru ambayo anakuja nayo inaangaza dunia kwa utukufu wa nani? Wa Bwana. Kwa utukufu wa Bwana. Ukirudi kwenye kitabu cha Isaya, urudi pale. Kitabu cha Isaya. Changamka msomaji, kitabu cha Isaya 60, naomba uendelee mahali kwa umeachia. Maandiko yanasema wakati wale ambao wanaletwa nuru, wanaambiwa ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja. Kumbe nuru imeletwa na malaika wa Ufunuo 10 ngapi? 18. Maandiko yanasema nipe habari. 2 inasema, ndiyo, maana tazama giza litaifunika dunia. Ni kwamba dunia, kwa hiyo wakati nuru inakuja, tunatabiriwa kwamba kuna giza ambayo inakuja duniani. Kuna giza ambayo inakuja duniani. Maandiko yanasema giza itakuja duniani. Nipe habari. Na giza kuu litaifunika makabila ya watu. Na giza kubwa linaenda kufunika kabila za watu. Kwa hiyo nuru inaingia kabla giza kufunika na kujaa duniani. Endelea msomaji. Bali Bwana atakuzukia wewe. Maandiko yanasema lakini Bwana atakuzukia wewe, ndio. Na utukufu wake utaonekana. Na utukufu wa Bwana utaonekana. Utukufu wa Bwana utaonekana juu yako. Nipe habari. Na mataifa wataijia nuru yako. Na mataifa watajia nuru yako. Kwa hiyo ile ambayo inakuja nuru ya Bwana, ya Ufunuo 18 kuanzia mstari wa kwanza, ni nuru ambayo inakuja kwa dunia yote. Ni nuru ambayo inakuja watu wa Mungu, na hiyo nuru itaangazia mataifa yote. Hiyo nuru itaangazia mataifa yote. Endelea msomaji. Somaji. 3 inasema, safi. Na mataifa wataijia
kujia nuru yako, ndiyo, na wafalme kujia mwanga wa mapambazuko yako, na wafalme wa dunia watakujia huo mwanga. Kwa hiyo ni ujumbe ambao tunakusudia ya kwamba mpaka hata wafalme wa dunia watakubali kujiunga ama kukubaliana na ujumbe huo. Huenda saa hii hatuoni ya kwamba wafalme wa dunia wataungana na ujumbe huo, lakini ni ya kwamba maandiko yanatuonyesha kwamba kuna wakati ambapo wafalme wa dunia watakujia hiyo nuru, kwa sababu kuna wakati ambapo tutahitajika tusimame mbele ya wafalme wa dunia, mbele ya wakuu wa dunia, na mbele ya mahakama za dunia, na mbele ya wakuu wa dunia, ili kuweza kudhihirisha hiyo nuru kwa watu. Hawataamini. Maana ukisoma kitabu kinaitwa Testimonies to Ministers, ukurasa wa 119 ubeti wa pili, ubeti wa kwanza samani. Hebu mwenye amefika atafsiri kisha tusomee. Kitabu ambacho kinaitwa Testimonies to Ministers, ukurasa wa 119 ubeti wa kwanza, page 119, paragraph 1. Testimonies to Ministers, shuhuda kwa watumishi. Nani amefika na ametafsiri na ako tayari kutusomea? Umeiona? Haya. Inasema, nipe habari. hatuingii ndani vya kutosha katika kutafuta ukweli. Hatuingii ndani vya kutosha kwa ajili ya kutafuta nini? Ukweli. Inamaanisha kwamba tunafaa kuingia ndani kabisa kwa ajili ya kutafuta kweli. Lakini leo kuna watu ambao hawaingii ndani kabisa vya kutosha kwa ajili ya kutafuta nini? Kutafuta ukweli. Endelea kusoma tusikie. Inasema, safi. Kila nafsi inayoamini ukweli uliopo, kila nafsi inayoamini ukweli kwa sasa, ukweli uliopo sahihi, present truth, ukweli wa wakati. Nipe habari. uliopo italetwa ambapo Italetwa mahali ambapo atahitajika kutoa sababu ya tumaini lililo ndani yake. Ataletwa mahali ambapo atahitajika atetee tumaini lililo ndani yake. Endelea. Watu wa Mungu wataitwa kusimama mbele ya wafalme. Watu wa Mungu wataitwa kusimama mbele ya nani? Ya wafalme. Ndiyo. Wakuu wataitwa kusimama mbele ya wakuu wa dunia, hata wakuu wa viongozi wa kidini. Endelea. Watawala na watu wakuu wa dunia na lazima watahitajika wasimame mbele ya watawala na wakuu wa dunia. Ndiyo. Na lazima wajue kwamba wanajua ukweli ni nini. Wanafaa kujua ni nini ambacho ndicho kweli. Lazima wajue ni nini ambacho ni kweli. Ni kweli. Endelea. Inasema, safi. Ni lazima waongozwe wanaume na wanawake. Lazima wanaume na wanawake waongozwe. Mungu anaweza kukufundisha zaidi kwa wakati mmoja. Ndiyo. Kwa Roho wake. Kwa Roho wake. Kwa Roho wake Mtakatifu. Ndiyo. Kuliko unavyoweza kujifunza kutoka kwa watu wakuu wa dunia. Asante. Kwa hiyo tulia hapo. Kwa hiyo tukikubali ya kwamba tufundishwe, Roho wa Mungu ako na uwezo wa kutufundisha kuliko hata kufundishwa na wakuu nini? Wa dunia. Na ndio tutakuwa na ujumbe ambao tutapelekea watu, hata wakuu wa dunia, wakuu wa mataifa, hata wafalme watatusikiza wakati ambapo tutapelekwa mbele yao kwa ajili ya kutetea ukweli. Rudisha kipaza sauti kitabu cha Isaya 60 mahali ulikuwa umeachia msomaji. Kitabu cha Isaya 60 mahali ambapo ulikuwa umeachia. Mstari wa 4. Naam. Inua macho yako. Ndiyo. Utazame. Ndiyo. Pande zote. Wote wanaokusanyana. Wote wanaenda kukusanyana. Wanakujia wewe. Watakukujia wewe. Wanawako watakuja kutoka
wana wa Mungu watakuja kutoka mbali. Wana ambao watajiunga na kanisa la Mungu watakuja kutoka mbali. Ndio. Na binti zako watabeba bongomani. Nyongani. Endelea. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru. Ndipo watu wa Mungu watakapoona na wataweza kutiwa nuru. Endelea. Na moyo wako utatetemeka na kukunjuka. Na moyo wa watu wa Mungu utatetemeka na kukunjuka. Na Mungu anataka moyo kama huo, ambao unatetemeka unaposikia neno la Mungu. Hiyo ni kitabu gani? Isaya ngapi? 60 mstari wa 5. Mungu anatafuta watu kama hao ambao wakisikia neno la Mungu mioyo yao inatetemeka. Ndio watu ambao Mungu anatafuta. Na ndio maana wale ambao wanaletoa nuru ya malaika Ufunuo 18 mioyo yao inatetemeka, inanyenyekea kwa ajili ya ujumbe wa mwisho duniani na inakubali kutii ukweli huo. Soma tusikie. Endelea msomaji. Inaendelea na kusema. Inasemaje? Kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia. Wingi wa bahari utageuzwa, na tunajua bahari ni watu wengi katika mataifa. Kwa hiyo wingi wa watu katika mataifa watageuzwa kuja kwa watu wa Mungu. Endelea. Utajiri wa mataifa utakuwasilia. Utajiri wa mataifa utakujilia. Endelea. Wingi wa ngamia utafunika. Hao walio na ngamia tunawajua. Wale walio na ngamia tunawajua ni nani hao? Waarabu, Waishmaeli, Wamidiani, Waameleki, wana wa mashariki. Tunajua ya kwamba watasikia wito, hata wale ambao ni Waislamu watasikia wito wa Mungu na watakuja. Watageuka na watakuja. Wingi wa ngamia, walio na ngamia watakuja na watajiunga na watu wa Mungu. Endelea msomaji. Ngamia vijana wa Midiani na vijana wa Midiani wenye ngamia, vijana wa Midiani na Efa. Endelea msomaji. Inasema safi. Wote watakuja kutoka Seba. Na wewe wote watatoka Seba na watakuja. Endelea. Wataleta dhahabu na uvumba. Watakuja hata na mali zao, dhahabu na uvumba. Na kuzitangaza sifa za Bwana. Watakubali kujiunga na ujumbe wa mwisho duniani, watatangaza sifa za Bwana. Jana nilikuwa naongea na dada mmoja ambaye aliniambia kwa maeneo ya pale Maseras. Akaniambia amekuwa Muislamu na amekuwa akifuatilia ujumbe wetu, na akaniambia aliamua kuamini ujumbe huo. Amen. Na alikuwa kule maeneo ya Gafa kule Uarabuni, alikuwa ameenda kufanya kazi kule. Alipoamini vile amekuja Kenya, akatembea kanisa la Nomino pale Maseras. Akapata ile iko hapo ni Sabbath school na hakuna kanisa la wana matengenezo. Na aliposikia akifundisha, akasikia akisema Yesu si mwana wa Mungu, Yesu ni Mungu mwana. Akawa anawapinga na akawa anawaambia simniruhusu nialike mtumishi mmoja, hata nialike mtumishi Dacha aje hapa akuja afundishe ili tumsikize. Wakamwambia tumesikia unataka kualika mtumishi, lakini mbona unataka kualika mtumishi mwingine? Tuna watumishi hapa tayari ambao anaweza kufundisha. Kwa nini tualike mtu mwingine kutoka mbali huko Nairobi akuje kufundisha, na tuko na watumishi hapa kanisani kwa kufundisha? Akamwambia unajua hii chenye mnafundisha mnasema ati Yesu ni Mungu Roho, mimi sikubali nani. Lakini kuna mtumishi ambaye nimesikiza mafundisho yake, na kuna watumishi ambao nimewasikiza nikasikia wakifundisha kabisa Yesu ni mwana wa Mungu, na hiyo ndio imani niko nayo, na ndio maana nataka kumwalika hapa akuja afundishe ili muelewe. Wakasema tumesikia hiyo, lakini wacha tuongee, maana hii ni Sabbath. Wakasema wazee wa hapo, wakasema wacha tuongee na wazee wengine na pasta, tuone kama atakubali huyo mtu akuje hapa. Unaona ni kama atakubali. Na huyo mtu alikuwa Muislamu. Lakini saa hii akiwa alikuwa Muislamu, ameshajua hawa ni waongo. Tayari ameshakubaliana mpaka na Sabato, hivyo shetani
amefanya watu wengi wakose kuelewa ujumbe wa mwisho duniani. Lakini kuna watu ambao wataangaziwa na nuru ya mwisho duniani na watasikia wito wa Yesu na watakuja. Maandiko yanasema hivyo. Kama huyo dada alikuwa Muislamu na ameshajua ujumbe wa mwisho duniani, si unaona sisi tunafaa kuwa aggressive kupeana ujumbe huu. Tunafaa kuamka, maana nuru yetu imekuja ili tutangazie mataifa ujumbe wa Ufunuo 18. Na ujumbe wa Ufunuo 18 ambao na movement yake. Kwenye page yetu kwa basi. Ukurasa wa 611, ubeti wa kwanza, wa pili na wa tatu. Kwa hiyo ukianza kutafsiri, chukua beti hizo zote tatu. Ubeti wa kwanza, wa pili na wa tatu. Ubeti wa kwanza, wa pili na wa tatu. Ngine tuko basi. Wapenda sikiza. Tuna ujumbe. Na ujumbe ambao unapeana kwa movement ya mwisho. Na hiyo movement ya mwisho ni movement ya ujumbe wa malaika wangapi? Watatu. Lakini movement ya malaika yule wa Ufunuo 18. Malaika wa Ufunuo 18 anaangaza ulimwengu ama dunia kwa utukufu wa Bwana. Na wengi watakuja watabiri ujumbe huo baada ya kuangaziwa na hiyo nuru. Ampe hicho alafu asome. Barikiwe. Na tunapeliona iko wapi? Ile tuna basi ama ulete nikufungulie alafu nikupatie usome. Kama umeiona. Kwa maana kuwe unaona mahali imeandikwa 611 stop 612 hapo. Unaona kitu kama hiyo? Stop 612. Hiyo page iko kwa bracket hiyo. Niona 611 stop somewhere. Kwa hivyo wapenda sikiza. Na ikiwa utachukua muda kuiona, nipe nikuonyeshe. Changamka watumishi, changamkeni. Changamka wewe kijana bwana. Unafaa kuwa umefika hapa tayari. Barikiwa. Kidogo tu simama hapa nikupatie. Hapa malaika naye hapa. Tena kwa haraka. Malaika yule ambaye anaungana na ujumbe malaika watatu anaitwa malaika Ufunuo 18. Na hiyo ndio movement ya mwisho duniani. Na ndio movement ambayo inafunga historia nini? Ya dunia. Hiyo ndio movement ambayo inafunga historia ya dunia. Hebu soma tusikie. Inasema, safi. Malaika anayeungana na utangazaji wa ujumbe wa malaika yule wa tatu, ndio ataiangaza dunia yote kwa utukufu wake. Ataiangaza dunia kwa utukufu wa nani? Wake. Ataiangaza dunia kwa utukufu wa nani? Endelea. Hapa anatabiri kazi yenye upana. Hapa huyo malaika anatabiri kazi yenye upana wa kiwango cha ulimwengu na kwa nguvu. Ati kiwango cha ulimwengu na nguvu isiyo ya kawaida. Kwa hiyo kutapeana nguvu isiyo ya kawaida kwa hiyo kazi. Endelea. Vuguvugu la marejeo la mwaka wa 1844. Yaani 1840 to 1844 movement. And then movement of 1840 to 1844. Kwa hiyo vuguvugu la Waadventista wa kutoka mwaka wa 1840 hadi mwaka wa 1044. Ndio inasema safi. Ilikuwa ufunuo utukufu wa uwezo wa Mungu. Ilikuwa ni ufunuo wa utukufu wa uwezo wa nani? Wa Mungu. Wa Mungu. Na huyo ni malaika wa Ufunuo 10. Endelea. Ujumbe wa malaika wa kwanza ulipelekwa kwa kila kituo cha umisionari. Ujumbe wa malaika wa kwanza ulipelekwa katika kila kituo cha umisionari. Endelea. Katika ulimwengu na katika baadhi ya nchi kulikuwa na mwamko mkubwa sana. Kukawa na great awakening. Kulikuwa na mwamko mkubwa sana
Inamaanisha kwamba pia kipindi cha duniani kutakuwa na mwamuko. Maana yake kutakuwa na great awakening. Watu wataamka. Endelea msomaji. Arise and shine. Kutakuwa na mwamuko. Soma tusikie. Uwakilini ambao hujawahi kusuluhiwa katika nchi yoyote tangia wakati wa matengenezo ya karne ya 16. Endelea. Lakini hizi zitazindiwa na nguvu kubwa la hoja la mwisho la malaika yule watatu. Endelea. Kazi itafanana na ile ya siku ya Pentecost. Ati siku kazi itafanana ile ya siku ya Pentecost. Kwa hiyo tayari tumepewa siku ya Pentecost na tumepewa wakati wa 1840 mpaka 1844 na tukapewa fungu ambayo itakuwa ya Ufunuo 18. Kwa hiyo fungu la Ufunuo 18, Revelation 18 movement inafanishwa na movement ya mwaka 1840 mpaka 1844 na pia inafanishwa na movement ya Pentecost ambayo ilikuwa ni movement ya mitume. Endelea msomaji. Wakati mvua ya vuli itakapotolewa wakati wa kumwagwa kwa Roho Mtakatifu katika kipindi cha kufunguliwa kwa Injili. Wakati wa mvua ya vuli iliponyesha, wakati wa kufunguliwa kwa Injili, siku ya Pentecost. Endelea. Kwa ajili ya kutaza mbegu za thamani kuu. Ndiyo. Ndivyo pia hivyo ndiyo mvua ya masika itakavyotolewa katika kufungwa kwa Injili kwa ajili ya kukomeza mazao. Kwa ajili ya kukomaza mazao. Kwa hiyo ndivyo tutakapopewa mvua ya nini? Ya masika kwa ajili ya kukomaza mazao. Kwa hiyo malaika wa Ufunuo 18 kuanzia mstari wa kwanza ni malaika wa mvua ya nini? Ni malaika ambaye ni malaika wa mvua ya nini? Ya masika. Mvua ya masika. Kwa hiyo malaika wa Ufunuo 18 ni malaika wa mvua ya masika. Tuko pamoja? Ati malaika wa Ufunuo 18 ni malaika wa mvua ya nini? Ya masika. Mvua ya masika. Kwa hiyo huyu anayeleta nuru ya kuangaza dunia kwa utukufu wa Bwana ndiye anayeleta mvua ya masika kwa watu huu. Maana wakati wote malaika ndio mlina roho na yeye ndio mwaga roho. Malaika ndio ufanye hiyo kazi. Kwa hiyo malaika wa Ufunuo 18 anayeangaza dunia kwa utukufu wa Bwana analeta nuru ya mvua nini? Ya masika. Ya masika. Kwa pamoja watu wa Mungu. Naam. Na hiyo kama ilivyokuwa wakati wa Pentecost, kama ilivyokuwa kipindi cha 1840 mpaka 1844, ndivyo itakavyokuwa kipindi cha mwisho duniani. Movement ya 1840 1844. Kabla sijaendelea, sikia nisome ndugu nyingine, alafu sasa nirudi kwa Biblia. Naomba uende kitabu cha Wafalme wa kwanza 18 anza 40. 18. Hiki ni kipindi ambacho Israeli walikuwa wameingia katika uasi. Wamekubaliana na Mungu wa Baali. Elijah akainuliwa. Elijah akawa anarudisha watu kwa nani? Kwa Bwana. Kwa Bwana Mungu wao. Maana walikuwa wameondokea Bwana Mungu wao na walikuwa wameondokea amri za Mungu ambazo zinaelekeza watu kwa Bwana Mungu wao. Yohana Mbatizaji naye na kipindi hicho cha huyu Elijah yule wa kwanza, kipindi hicho hakukuwa na mvua kwa Israeli mpaka wakati ambapo ulitengana makundi mangapi? Mawili. Kikundi kimoja wakafanya ibada ya Baali kwa Mungu wa Baali, Mungu wa utatu, na kikundi kingine kikarudi kwa Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo na kikakubali ibada ya Mungu wa kweli ambacho kiliongozwa na Elijah. Elijah alipotoa dhabihu yake ikakubalika, akamwaga maji
na bado Mungu akabariki sadaka yake na akakubali maombi yake. Kwa hiyo leo watu wanaomba sana wakiombea Roho Mtakatifu, si kweli? Wanaombea mvua nini? Ya masika. Ya masika. Lakini hawaoni mvua ya nini? Ya masika. Kwa nini? Kwa nini hawaoni? Kwa sababu wameondokea Mungu. Wameondokea Mungu wa kweli na wameingia katika ibada ya miungu mingine. Hawaoni. Ndio maana Mungu anamvua katika Israeli kwa muda huo. Kwa sababu gani? Waliingia katika ibada nyingine. Sasa mwaka wa 1844 kusikiza. Alipe Geretu, nipe hiyo kitabu ninakwambia. Kwa mfano wa kwanza 18 uko hapo. 44 inasema. Anza 40. Inasema. Safi. Elijah akawaambia, wakamateni hao manabii wa Baali. Sasa manabii wa Baali wanafaa wakamatwe. Alafu asiokoke hata mmoja. Asiokoke hata mmoja, ndio. Wakawakamata. Ndio. Na Elijah wakachukua mpaka kijiji. Nipatie kitabu cha Geretu nafasi tena nikuonyeshe nukuu nyingine. Unapoendelea kusoma. Wakamate alafu ndio. Wakawakamata na Elijah wakawachukua mpaka kijito cha Kishoni. Alafu akawaua huko. Wakawaua huko, endelea. Naye Elijah akamwambia Ahabu. Ndio. Haya, inuka. Ule unywe. Kwani pana sauti ya mvua tele. Ati pana sauti ya nini? Ya mvua tele. Kuna sauti ya nini? Ya mvua. Endelea. Basi Ahabu akainuka. Haya, Ahabu akainuka ili ale na kunywa. Ndio. Naye Elijah akapanda juu mpaka kilele cha Karmeli. Ndio. Akasujudu kifudifudi. Alafu akainama uso mpaka magotini. Ndio. Akamwambia mtumishi wake, wewe sasa utazame upande wa habari. Akakwea akatazama na kusema, hakuna kitu. Endelea. Naye akanena, ndio, enenda tena mara ya 7. Ikawa mara ya 7 akasema, nini? Tazama, nini? Wingu linatoka katika bahari. Kwa nini aliona? Wingu. Alafu nalo ni ndogo kama mkono wa mtu. Ndio. Akanena, nenda umwambie Ahabu. Ndio. Tandika ushuke, mvua isikuzukie. Endelea. Ikawa muda si muda, wingu zikawa nyeusi kwa mawingu na upepo. Alafu ikanyesha mvua nyingi. Tulia, mvua ikanyesha. Kwa hiyo umefika mstari wa ngapi? Wa 45. Asante, achia pale. Kwa hiyo kutoka 1840 mpaka 1844 ukawa na mvua. Baada ya kutenganishwa manabii wa Baali na watu wa nani? Wa Mungu ambao wamekubaliana na ujumbe. Baada ya kutenganishwa manabii wa Baali na watu wa Mungu walio na ujumbe wa kweli, baada ya kutenganishwa ukawa na mvua kutoka 1840 mpaka 1844. Ukisoma kitabu kinaitwa 21 Ema, ukurasa wa 437 beti wa kwanza, inasema ya kwamba all the messages given 1840 to 1844 must be made possible now, for there are many who have lost their bearing. The messages are to go to all the churches. Ya kwamba jumbe ambazo zilipeanwa kuanzia mwaka wa 1840 hadi mwaka 1844 zinafaa zilazimishwe saa hii, ama zinafaa kuhubiriwa saa hii, kwa maana kuna wengi waliopoteza ramani yake. Jumbe hizi zinafaa kuenea makanisa yote. Lakini leo watu wanajua hizo jumbe, wengi hawasijui. Ukurasa ukurasa wa 343 beti wa kwanza inasema kazi ya Mungu duniani huonyesha kufanana kabisa kutoka kizazi hadi kizazi. Sikiza, kazi ya Mungu katika dunia inaonyesha kufanana kizazi hadi kizazi. Endelea. Katika matengenezo
katika harakati za kidini. Katika matengenezo makuu au katika harakati za kidini. Endelea. Kanuni za Mungu za kushughulika na watu daima ni zile zile. Hazibadiliki, ni zile zile. Kwa hiyo tunaambiwa there is a striking similarity in every great information or religious movement. Kwa hiyo Mungu akiinua movement yake, lazima misingi ambayo alitumia kwa movement zilizopita ndiyo bado anatumia. Kwa hiyo there is similarity in every reformatory movement. Kwa hiyo katika kila matengenezo makuu yanapofanyika, Mungu anarudia misingi ile. Endelea msomaji. Harakati muhimu za sasa zinafanana na za wakati uliopita. Ati harakati za sasa zinafanana na za wakati uliopita. Kwa hiyo hakuna tofauti. Na movement yote ikianza huanza na watu wachache. Alafu watu wachache huwa wanaonekana kana kwamba hawezi peleka injili ifike dunia yote. Kwani mitume wakianza wanafunzi wa Yesu wachache, hiyo kanisa walikuwa wanaonekana kana kwamba kutelesha dunia. Walikuwa wanaonekana hivyo. Si hata mafasiri na Masadukayo walikuwa wanasema hivi. Sasa hawa haka kakikundi kametokea haka. Yaani hata saa hii watu wanashangaa na sisi wanauliza, "Hutu movement hutu tunatokea sasa hapa." Wanasahau hata wakati wa Yesu. Wakati kanisa la Wayahudi likiongozwa na Mafarisayo na Masadukayo wakuwa makuhani, ndiyo ilikuwa general conference wakati huo. Wanasahau ya kwamba Mungu aliinua movement kuanzia wabatizaji, Yesu na mitume. Wana matengenezo. Tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Wale waliokubaliana na wabatizaji, wakakubaliana na Yesu, wakapokea mvua ya masika ama mvua ya kwanza ya vuli siku ya Pentecost. Hatua ngapi? 3, alafu napokea mvua. Kwa pamoja 1840 to 1844 utume malaika wa kwanza, wa pili na wangapi? Watatu wakapokea mvua. Kipindi cha mtume duniani, Mungu ametukabidhi utume malaika wa kwanza, wa pili na watatu, na tunafaa kurudia jumbe ambazo zilipeana mwaka 1840 mpaka 1844. Alafu tupewe mvua. Kwa hiyo utume malaika wa kwanza, wa pili na watatu unajenga katika msingi wa 1840 mpaka 1844. Alafu napewa mvua ya masika tumalize kazi. Tunapeana kilio kikuu. Tuko pamoja? Endelea msomaji kusoma. Na uzoefu wa kanisa wa vizazi vilivyopita ndiyo unafundisha lenye umuhimu mkuu kwa ajili ya wakati wetu wenyewe. Asante. Kwa vile yale ambayo yamepita yatajirudia wakati wetu. Katika wana matengenezo waliopita, lazima tuone wana matengenezo wakipita duniani. Movement ya mwisho duniani wana matengenezo ikifanana na iliyopita. Na hivyo wapendwa, movement ya mwisho duniani ni movement ya mvua nini? Ya masika, ambayo ndio movement ya malaika Ufunuo 18. Sasa soa malaika Ufunuo 18 amewahi shuka ama bado hajashuka? Ndiyo tunajua ya kwamba mwaka wa 1888 righteousness by faith message was given. Walipewa Caleb na Joshua wa wakati huo, ambaye alikuwa ni wako na Jones, wakapewa ujumbe wa righteousness by faith. Na ile mtu anasema katika kitabu ambacho kinaitwa 1888 message, anasema ujumbe huo ambao ulipeana wakati huo, ulipeana kwa Jones na Wagona. Tunaambiwa kwamba ujumbe huo ulikuwa ni hiyo justification by faith ama righteousness by faith message. Ilikuwa ni that angel's message in verity. Ile tunatuambia hivi katika kitabu ambacho kinaitwa Review and Error, April 1, 1890, paragraph 8.
Sorry. Yeah, hiyo. Review and error. April 1, 1890, paragraph 8. Anasema, several have written to me inquiring if the message of justification by faith is the third angel's message, and I have answered, it is the third angel's message in verity. Hapa ndipo penye sumi la watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya nani? Imani ya Yesu. Imani ya Yesu ni kutambua kwamba Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Yohana wa kwanza 5 mstari wa ngapi? Wa 4 na wa 5. Na hiyo ni imani ambayo inashinda ulimwengu, na ni imani ambayo inatusaidia kutunza amri za nani? Za Mungu. Kwa hiyo malaika Ufunuo 18 anarudisha watu kwa amri za Mungu, anarudisha watu kwa Mungu wa kweli, anarudisha watu kwa imani ya nani? Ya Yesu, ya kutambua kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. 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 Sasa naomba turudi katika Biblia. Tunapojiandaa, naomba nifungulie kitabu kinaitwa 1888 message. Unaandika tu 1888, alafu unaweka space, unaandika page 765 paragraph 5. Page 765 paragraph 5. Na kabla hujasoma hiyo, mimi naomba nisome kitabu kinaitwa Maandiko ya Watu. Page 277 paragraph 1. Page 277 paragraph 1. Maandiko ya Watu, early writings, page 27, early writings. Wewe nimekuambia nifungulie kitabu kinaitwa 1888 message. So unaandika tu 1888, alafu unaweka space. Alafu unaandika 765.5. 765.5. 765.5 na tutasoma mpaka 765.6 paragraph 6 paragraph 5 and 6. Katika kitabu ambacho kinaitwa Maandiko ya Watu, Alewitches, page 677 paragraph 1, inatuambia kwamba I saw angels hurrying to and fro in heaven. Niliona malaika wakipanda na kushuka kutoka mbinguni, descending to the earth, wakiteremka duniani, and again ascending to heaven, na wakipanda tena mbinguni, preparing for the fulfillment of some important event, wakiandaa tukio, wakiandaa utimilifu wa tukio. Kwa hiyo malaika walikuwa wanapanda kushuka, walikuwa wanaandaa kwa ajili ya tukio muhimu. Tukio gani? Then I saw another mighty angel commissioned to descend to the earth. Ikaonye malaika mwingine ambaye ameagizwa ateremke duniani, to unite his voice with the third angel. Huyo malaika alishuka ili kuunganisha ujumbe wake ama nguvu zake na ujumbe wa malaika wangapi? Kuunganisha sauti yake na ujumbe wa malaika wangapi? Watatu. And give power and force to his message, na kwenda kupeana nguvu kwa ujumbe huu. Great power and glory were imparted to the angel, ya kwamba nguvu, mamlaka kuu na utukufu ulipewa kwa huyo malaika. And as he descended, alipoteremka, the earth was lighted with his glory, ya kwamba dunia iliangazwa kwa utukufu wa nani? Wa Bwana. The light which attended this angel penetrated everywhere. Nuru iliyoandamana huyo malaika iliangaza kote kote, kila mahali. As he cried mightily with a strong voice, Babylon the great is fallen, and is become the habitations of devils, and the hold of every false spirit, and the cage of every unclean and hateful bird. Swine. Huyu malaika wa Ufunuo 18 anatangaza kwamba Babeli imefanya nini? Imeanguka. Imekuwa maskani ya mashetani na ndege ya kila roho mchafu mwenye kuchukiza. Tunajua kwamba umalaika wa Ufunuo 14 mstari wa 8 pia alitangaza umeanguka Babeli.
kwa kanisa la Roma na makanisa ya Kiprotestanti yaliyokataa utuma malaika wa kwanza. Wakatangazwa na malaika wa pili ya kwamba imeanguka. Tangu utuma malaika wa tatu ulipoingia mwaka 1844. Kuna kanisa moja ambaye ilikuwa inahesabiwa kwamba bado haijaanguka, kanisa la watu wa nini? Wa Sabato. Na malaika wa 18 kuanzia moja ilikuwa imehifadhiwa kwa ajili ya sehemu ya Babeli ambayo ilikuwa imefanya nini? Ili anapoingia anaingia kutangaza wakati hiyo sehemu imeanza kufanya nini? Kuanguka. Ili kutangaza umeanguka Babeli tena. Ujumbe huu unarudiwa malaika wa 14:8 inarudiwa tena kipindi chetu. Katika movement ya Revelation 18 ujumbe unarudiwa. Kwa ajili ya kutangaza tena Babeli imeanguka, imekuwa maskani ya mashetani. Tunaendelea kusoma. The message of the fall of Babylon is given by the second angel, is repeated. Ya kwamba ujumbe ya kwamba Babeli imeanguka katika malaika ule wa pili inarudiwa tena. The additional mention of the corruptions which have been entering the churches since 1844. Kwa hiyo yale ambayo anatajwa ni maovu ambayo yamekuwa kiingia kanisani kuanzia mwaka wa 1844. Swali. Makanisa ya Kiprotestanti ya Jumapili na kanisa la Roho si wamekuwa na maasiano? Kuna mengine maasi, kuna mengine wanaendelea kuongezea yale maasi ambayo nikubali nayo bado wako nayo mpaka leo. Sasa ni kanisa gani ambayo imeingiza maasi kanisani kuanzia mwaka 1844? Inaendelea kusema the work of this angel comes in at the right time. Huyo malaika anakuja katika wakati unaofaa, at the right time, to join in the last great work of the third angel's message as it sends to loud cry. Kwa hiyo malaika akuji wakati kilio kikuu kimeanza, anakuja kabla ya kilio kikuu kufanya nini? Kwanza wakati anafanya ujumbe uanze kufura na kwa kilio kikuu. Kwa hiyo malaika anakuja katika wakati unaofaa. Wakati gani? Wakati ambapo anaungana na kazi ya mwisho kuu ya ujumbe malaika wangapi? Wakati ujumbe huo unaanza kufura na kwa kilio kikuu. Kwa hiyo ujumbe malaika watatu au kwa kilio kikuu mara moja, unaanza kufura polepole na kwa kilio kikuu. It is progressive. Unaanza kufura polepole na kwa kilio kikuu. And the people of God are thus prepared to stand in the hour of temptation. Na kwamba watu wa Mungu sasa, wakati malaika anaingia katika kipindi ambacho ujumbe unaenda kufuna na kwa kilio kikuu, ni ya kwamba watu wa Mungu wanaandaliwa kusimama katika kipindi cha majaribio. Swali, kipindi cha majaribio ni nini? Saa ya kujaribiwa ni nini? Ni Sunday law. Ndio siku na saa ambayo inakuja kujaribu kila mtu anaokaa duniani, na watu wa Mungu wanafaa kuandaliwa kwa ajili ya kujaribiwa. Kwa hiyo kabla ya kilio kikuu kupeanwa, Sunday law, lazima watu wa Mungu, malaika wa 18 ashuke kabla, ili aandae watu kwa ajili ya kilio kikuu na kwa ajili ya kujaribiwa kuliko mbele yao. Wangapi wameelewa kufika hapo? Kwa hiyo tunahitaji kuandaliwa kwa ajili ya kilio kikuu, na tunafaa kuandaliwa kwa ajili ya mtihani ulio mbele yetu. Na ili tuandaliwe, malaika wa 18 anashuka katika wakati unaofaa. Umeshika hiyo? Kwa hiyo kuna watu ambao wanangojea ya kwamba malaika wa 18 anayeleta latarei, wanangojea Sunday law. Wakati wa malaika anashuka kabla ya Sunday law. Kwa pamoja, Sunday law ni kupeana kwa wingi bila kipimo. Kwa pamoja, watu wa Mungu, inaendelea kutuambia ya kwamba I saw a great light resting upon them, and they united to fearlessly proclaim the third angel's message. Kwa hivyo watu wa Mungu tunafaa kuungana na kutangaza ujumbe malaika watatu bila kuogopa.
watu wa Mungu tunafaa kuungana na kutangaza ujumbe wa malaika watatu bila kufanya nini? Kuogopa. Kuna nukuu ambayo inasema katika kitabu kinaitwa Select Message Book 2 page 420 paragraph 1. Paragraph 2 hapo inatuambia kwamba we have a message to give to the world. Tuko na ujumbe kupeleka kwa ulimwengu. Na tunaambiwa ya kwamba unify. I am told to tell my people ya kwamba unify. Mara ngapi? 3. But we are not unified with those who are departing from the faith and giving in to seducing spirits and doctrines of the devil. Kwamba unganeni. Lakini hatufai kuungana na wale ambao wanaondokea imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kwa hiyo watu wa nomino ambao wanaondokea ukweli, watu wa Sabato wa nomino wa China wale chini ya conference ambao wanaondokea imani yao wanaanza kusikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, hatufai kuungana na wao tunapotangaza ujumbe wa mwisho duniani. Kwa hiyo kuna movement ya mwisho ambayo inapeana ujumbe wa mwisho duniani, inaleta onyo la mwisho duniani. Babeli imeanguka. The world must not be noticed in the church. Hiyo ni kitabu kinaitwa TM page 265. Hebu isome paragraph 1. TM 265 paragraph 1. TM 265 kama sijakosea. Ni TM kweli? Wacha nione kama ndio hiyo. 265.1. Wacha nione. Ndio. Bariki ufungua. Nataka uende straight to the point. Kwa ile nukuu iko huko kwa hiyo sentence iko hapo mwisho. The world. Unaona mahali inasema dunia, ulimwengu. The world. Hiyo sentence ya mwisho tu kabisa. Sentence mbili za mwisho unaziona? 265.1. Ulimwengu haupaswi kuletwa ndani ya kanisa. Ulimwengu haupaswi kuletwa ndani ya nini? Ya kanisa. Endelea. Na kuolewa na kanisa. Na kuungana ama kuolewa na kanisa. Endelea. Na kuunda kifungo cha umoja. Na kuunda kifungo cha umoja. Kwa hiyo ulimwengu hufai kuunda kifungo cha umoja na kanisa. Endelea. Kupitia njia hii kanisa litakuwa potofu kweli. Kupitia njia hiyo kanisa litakuwa potofu kweli na visadi kweli. Endelea. Na kama inavyosemwa katika Ufunuo. Na kama vile inaposemwa katika kitabu cha Ufunuo. Ngome ya kila ndege mchafu mwenye chuki. Kuchukiza, hiyo kanisa litakuwa ngome ya kila roho mchafu mwenye kuchukiza. Endelea. Barikiwa, achia pale. Hiyo ni Ufunuo ngapi? Ni 18. Nukuu ya mwisho alafu nirudi kwa Biblia nimalize. Nukuu ya mwisho. Hapa tutasoma. Naomba unipatie nukuu ya mwisho ambayo nataka tusome. Naomba unipatie katika kitabu ambacho kinaitwa Life Sketches 411.1. Life Sketches. LS. Andika tu hivyo LS. Ndio nukuu ya mwisho nasoma alafu nirudi kwa Biblia. Kitabu cha Isaya 44 mstari wa 3. Wale wako na Biblia zao unaweza fungua kitabu cha Isaya. Umefika? LS 411.5. 411.5. Kitabu cha Isaya 44 mstari wa 3 inasema, for I will pour water upon him that is thirsty and floods upon the dry ground. I will pour my spirit upon thy seed and my blessing upon thy offspring. Kwa hiyo tunaambia na kitabu cha Isaya kwamba nitawamwagieni maji wale walio na kiu, na nitamwaga maji yangu
mahali pakavu nitamwaga Roho wangu kwa mbegu juu ya uzao wako. Nitamwaga mbegu zangu, nitamwaga Roho wangu katika uzao wako na baraka zangu katika ama kwa uzao wako. Somaji? Naam. Umeipata? Nimepata. Haya, barikiwa. Inasema safi. Sasa inakuja neno ambalo ndio limetangazwa kwamba New York inapaswa kufagiliwa na wimbi la maji. Ati imekuja neno ambalo nimesema ya kwamba ndio utafagiliwa na wimbi la maji. Endelea. Inaendelea na kusema safi. Hili sijawahi kusema. Ati hili sijawahi kusema. Saidieni huyo mtoto Hili sijawahi kusema. Kwa hiyo ni White angesema ya kwamba ndio itafagiliwa na wimbi la maji. Wimbi la maji. Endelea. Nilisema nilipotazama majengo makubwa yanayoendeka huko juu. Nilisema ya kwamba yale majengo makubwa ambayo niliona yakipandishwa juu, ghorofa baada ya ghorofa, story after story. Endelea. Inasema ni hadi baada ya hadithi ni matukio. Inafaa kuwa ni story after story, maana yake ghorofa baada ya ghorofa. Endelea. Ni matukio gani ya kutisha yatakayotokea wakati Bwana atakapoinuka ili kutikisa dunia? Kuitikiza dunia. Kwa hiyo Bwana atakapotikiza dunia, kuna matukio ambayo yataonekana. Endelea. Inasema kisha maneno ya Ufunuo 18 ndio mstari wake ni wa kwanza mpaka ya 3 inasema yatatimizwa. Yatatimizwa. Kwa hiyo Revelation 18 verse 1 to verse 3 inaanza kutimia lini? Wakati magorofa yanaangushwa. Wakati magorofa inaangushwa ya New York City. Ni magorofa gani imeangushwa katika historia ya dunia? Kule New York City ambayo inaonekana kienda gorofa baada ya gorofa juu. Ni Twin Towers. Yaliangushwa mwaka 2001 2001 mwezi wa 9 tarehe 11. Ikaandikwa, ilikuwa imetabiriwa katika Testimonies for the Church volume 9 page 11, September 11 9/11. Testimonies for the Church volume 9 page 11. Alafu inaendelea mpaka page 13. Ile ndio alikuwa ametabiri 9/11. Testimonies for the Church volume 9 page 11. Kwa hiyo majengo yalianguka 9/11 mwaka 2001 tarehe 11 mwezi wa 9 tarehe 11 9/11. Ikaandikwa katika Testimonies for the Church. Na akasema maneno ya Ufunuo 18 kuanzia 1 mpaka 3 yanafanya nini? Yatatimizwa. Maana yake itaanza kutangazwa kwamba ama malaika wa Ufunuo 18 naye ngaza dunia yote kwa utukufu wa Bwana anashuka kutangaza ya kwamba umeanguka Babeli, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu. Kwa hivyo hata saa hii ndio maana tunatangaza Babeli imeanguka na imekuwa ngome ya kila roho mchafu. Na tumeambiwa kwamba kanisa likiingiza ulimwengu na kuunganisha ulimwengu na kanisa, hilo kanisa linakuwa fisadi kweli kweli, na maneno Ufunuo 18 mstari wa 2 inatimia. Babeli imeanguka na imekuwa ngome ya kila roho mchafu. Kwa pamoja watu wa Mungu. Na hivyo leo tunaona kanisa la Waadventista wa Sabato chini ya General Conference wameungana na ulimwengu na wamealika ulimwengu ndani ya kanisa. Kwa hivyo imekuwa ngome ya kila roho mchafu na kuchukiza. Ndio maana leo wanaopoweka siku 10 za maombi kwa ajili ya kuombea roho, bado ndio wao wanapigana. Ndio hao, na walikuwa siku 10 za maombi, bado ndio hao wanarumbana, wanapigana ngumi. Mitume akipokea Roho Mtakatifu siku ya Pentecost, swali, walikuwa wanapigana? Hapana.
Tunaambiwa kwamba waliingia katika chumba cha juu, wakaanza kuondoa tofauti zao na wakawa na umoja. Watu wa Mungu tunatafuta kuwa na umoja. Watu wa Mungu tunatafuta kunyenyekea mioyo yetu. Watu wa Mungu tunatafuta ya kwamba tu na mioyo nyenyekevu ya kusameheana. Hata mwenzako akikosea unakuwa tayari kumsamehe. Je, tuko tayari kunyenyekea hata ukiwa umekosea, unakubali umekosea na unanyenyekea unaomba msamaha, unasema nisamehe. Je, mitume kufanya hivyo ili wapokee Roho Mtakatifu siku ya Pentecost? Je, movement ya 1840 to 1844. Je, wao kunyenyekea mpaka wanaombana msamaha, mpaka wanalia, wanakubatiana. Wao kufanya hivyo? Nini inafanya tunakuwa na kiburi? Hatuko tayari kunyenyekea. Mami. Mzee, angalia kijana. Angalia mwenzako ataanguka kwa dirisha. Nilikuwa nasema hivi, anauliza hivi. Nini hicho kinafanya uwezi kunyenyekea hata mume wako akiwa amekukosea? Uwezi kunyenyekea na kumsamehe? Nini hicho kinakufanya wewe mwanaume ukiwa umemkosea mke wako uwezi kumwomba msamaha? Wakati unatarajia unataka kupokea mvua nini? Ya masika. Unataka kuhusika kumaliza kazi ya watu ya Mungu. Nini hicho? Kinafanya mwanamke ukiwa unamkosea mume wako huwezi kumwambia sorry mume wangu naomba unisamehe. Nakubali nakukosea. Nini hiki tunang'ang'ania pesa za dunia? Ulikuja na nini duniani? Na utatoka na nini duniani? Nini hiki madubame ya nyumba katika sababu ya pesa? Nini tuna wivu na chuki kwa sababu ya mamlaka za dunia? Ama hata mamlaka ya kanisa. Swali. Kwani nilikuja dunia hii nikiwa pastor? Nitatoka hapa na upasta wangu niende mbinguni? Ama nitakufa na upasta wangu? Swali, tukienda mbinguni tutaenda kuambiwa wewe ulikuwa pasta kuja hapa hata ukutendea kwa pasta, si ndio? Wewe ujui walimu wako na hukumu kubwa. Hawatahukumiwa sana kuliko hata washiriki. Hamjajua? Hamjajua? Na kama maandiko yanasema msitamani kuwa walimu wengi, andiko gani hilo? Kwa sababu hukumu ya walimu itakuwa juu. Maana hicho chenye wanadai kuhubiri hicho ndio watapima nacho kabisa na kwa undani kuliko hata wengine wanafundisha. Rafiki, karibu rafiki. Lete tu vizuri. Ndio usiukaanguka. Barikiwa mtu wa Mungu. Barikiwa. Sikiza watu wa Mungu. Kwenye kitabu cha Isaya nilikuwa nasoma 40 na hebu some, msomaji. Nani sasa atatusomea? Isaya, msomaji. 40 mstari wa 3 nasema. Mstari wa 3. Kuanzia Septemba 11 2001 tunaishi kipindi cha mvua ya nini? Ya masika. Lakini tunapewa mvua ya masika kwa manyunyu, tukingojea kumwagwa kwa siku ya Pentecost. Na malaika Ufunuo 18 anashuka at the right time kutia nguvu na kupeana sauti yake kwa malaika Ufunuo kwa ujumbe malaika wangapi? Watatu. Ili ujumbe malaika watatu waanze kufura na kwa kilio kikuu. Na watu wa Mungu kuangaliwa kwa ajili ya mtihani ulio mbele yao. Kwa moja asoma. 40 msomaji, mstari wa 3. Changamka kama mlipia Biblia hapa ya Kiswahili. Nasema. Tumia mic, tunataka watu wasikie huko. Nasema. Safi.
Kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu. Nitamimina maji juu yake aliye na kiu. Anasema Mungu, nitamimina maji juu yake aliye na nini? Na kiu. Na ndio maana maandiko yanasema yeye aliye na kiu na aje anywe na yatoe maji ya uzima bure. Endelea msomaji. Na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Soma. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako. Baada ya kumimina, baadaye nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako. Na baraka yangu juu ya hao utakaowawaza. Utakaowazaa. Barikiwa. Kwa hivyo wale ambao watazaliwa na kanisa la Mungu watamiminiwa roho wa Mungu na baadaye watabwagiwa roho wa Mungu. Mungu amesema nitawamiminia maji safi. Nitawamiminia maji. Nitawamiminia maji. Nitawanyeshea mvua. Nitawapa roho wangu. Nitawamwagia roho. Wakati gani nasema atatupea hiyo maji, atatumilia maji? Msomaji, kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya. Naomba nipatie kitabu cha Isaya 30 mstari 25. Isaya 30:25. Barikiwa msomaji. 25. Sibasi. Na juu ya kila mlima mrefu, na juu ya kila mlima mrefu, na juu ya kila kilima kilichoinuka, nipe habari, itakuwapo mito na vijito vya maji. Itakuwapo mito na vijito vya maji. Ndiyo. Katika siku ya machinjo makuu itakapoanguka minara. Wakati minara itakuwa inaanguka, Mungu ameahidi kutakuwapo na mito na vijito vya maji yakitiririka. Kwa hivyo Mungu akimimina maji, kutakuwa na mito na vijito vya maji. Maana Mungu wakati wote akimimina maji kutoka juu, anamimina kupitia mvua. Na akimimina kunakuwa na vijito, mito na vijito vya maji vikitiririka. Si mto ikiwa imefurika, ziko zinatiririka. Maana mvua ikinyesha kidogo, kunakuwa na maji ikitiririka kwa mto. Mvua ikinyesha kwa wingi, ikifurika, mito inafurika. Inajaa maji. Kwa hivyo Mungu ameahidi wakati wa machinjo makuu itakapoanguka minara. Kitabu cha Isaya 32. Kitabu cha Isaya 32. Kwa hiyo wakati minara inaanguka siku ya machinjo makuu, wakati minara inaanguka kule New York City, September 11, 2001, tuliingia kipindi cha mvua ya masika, kunyesha kwa manyunyu. Msomaji soma. 32 14. Barikiwa. Inasema hivi, safi. Maana jumba la mfalme litaachwa, mji uliokuwa na watu wengi utakuwa hauna mtu. Na huo mji wa New York City ambao ulikuwa na watu wengi utabaki bila mtu. Endelea. Kilima na mnara utakuwa makao ya wanyama milele. Alafu hiyo kilima na mnara, hiyo minara, hapo kutakuwa ni makao ya wanyama milele. Hakuna watu kukaa hapo tena. Endelea. Furaha ya punda mwitu. Ni punda mwitu ndio alifurahia, na tunajua punda mwitu ni Waishmaeli, Waarabu walioangusha hiyo minara. Ilikuwa ni furaha yao hiyo minara kuanguka. Punda mwitu. Hiyo ni kitabu cha Mwanzo 16:11. Si tunajua punda mwitu? Ishmaeli anafananishwa na punda mwitu. Ishmaeli wana wa mashariki wenye ngamia. Kwa hiyo Mungu alikuwa ametabiri kwa kinywa cha Isaya kwamba itakuwa hivyo. Msomaji. Mstari wa 15 inasema hata roho itakapomwagwa juu yetu kutoka juu. Hata roho itakapomwagwa kutoka juu. Kwa hiyo Mungu atamwaga roho wake kutoka wapi? Juu. Kwa hiyo kuanzia Septemba 2001, baada ya kuwa minara imeanguka, tulipewa manyunyu ya mvua. Tulianza kupewa manyunyu na mito ikaanza kutiririka. Mito gani inatiririka? Naomba nipatie kitabu cha Yohana. Na maandiko yanatuambia kwamba kuanzia wakati huo hata Mungu atakapomwaga roho wake kutoka juu. Kwa hiyo inaanza na kunyunyiziwa, inamalizia na kumwagiwa roho. Inaanza. Naomba nipatie kitabu cha Yohana nchini 11:37. 37. Naam, 11:37 inasema hivi, barikiwa. Bali wengine wao wakasema, huyu aliyemfungua macho yule. Samahani. Unasoma wapi?
Nipatie ngapi? 7:37. 7:37. Yohana Injili inasema hivi. Barikiwa. Hata siku ya mwisho, siku ile ya siku kuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema. Akasemaje? Mtu akiona kiu, na aje kwangu anywe. Endelea. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Maji ya mito iliyo hai yatatoka ndani yake. Maandiko yanatuambia kutakuwa na mito na vijito vya maji. Endelea. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho. Ati alinena kwa habari ya nini? Ya Roho. Ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye. Watampokea baadaye. Kwa maana Roho alikuwa hajaja. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Kristo bado hakuwa ametukuzwa. Kwa hiyo wapendwa, baada ya Kristo kutukuzwa ndio alipeana Roho wake. Ndio maana alianza na kuwafufia wanafunzi wake, anawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Yohana 20:22. Na ukisoma kitabu kinaitwa Spiritual Gifts, inakwambia kwamba hii ilikuwa ni manyunyu ya mvua ya Spiritual Prophecy, volume 3, page 243, paragraph 1. Inasema the act of Christ in breathing upon his disciples the Holy Ghost and in imparting his peace to them was as a few drops before the plentiful shower to be given on the day of Pentecost. Ya kwamba tendo la Yesu kuwavuvia wanafunzi wake Roho Mtakatifu na kuambia pokeeni Roho Mtakatifu na kuwapa amani yake ilikuwa ni manyunyu kidogo kabla ya kuwamwagia kwa wingi siku ya Pentecost. Kwa hiyo kutoka wakati Yesu aliwavuvia wanafunzi wake akamwambia pokeeni Roho Mtakatifu, ilikuwa ni manyunyu kidogo, kuendelea hivyo mpaka siku ya Pentecost akawamwagia kwa wingi. 1840 to 1844 ilianza na manyunyu ikakuja kumalizia kumwagiwa kwa wingi. Kipindi cha duniani, movement ya mwisho duniani itaanza kwa manyunyu inamalizia kumwagiwa kwa wingi. Hivyo ndio Mungu anafanya kazi. Na tunaambiwa in every reformatory movement there is a striking similarity from age to age. Kunakuwa na kufanana. Kwa kila movement ya wanamatengenezo inayoinuka inakuwa na kufanana na movement zilizopita. Kwa pamoja na hivyo watu wa Mungu tunaishi kipindi ambacho Mungu anakusudia kutubariki na baraka mbinguni, lakini lazima our vessels must be clean and ready for the latter rain. Mioyo yetu, vyombo vyetu vinafaa kuwa safi na siko tayari kwa ajili ya kupokea mvua ya masika. Na hatuwezi kupokea mvua ya masika tukiwa tumejawa na chuki. Hatuwezi kupokea mvua ya masika tukiwa tumejawa na vitina. Hatuwezi kupokea mvua ya masika ikiwa mioyo yetu imetawaliwa na mambo ambayo yafaa. Na hivyo wapendwa, tunahitaji kufanya mioyo yetu iwe safi tayari kwa ajili ya nini? Ya mvua ya nini? Ya masika, la sivyo hatutapokea mvua ya masika. Tunaambiwa katika kitabu kinaitwa Last Events page 184 paragraph 2, inapoenda kumaliza, the disciples waited for the fulfillment of the promise. They harbored their hearts in true repentance and confessed their unbelief. Ya kwamba wakati, naomba nifungulie katika kitabu ambacho kinaitwa, nafikiri naenda kumaliza kwanza nisome na kukumbuka andiko gani nataka tusome. Wanafunzi wa Yesu walipokuwa na ngojea kwa ajili ya utimilifu wa ahadi ya Yesu kwao, walinyenyekea mioyo yao katika kutubu na kuungama kwa kweli, na kutubu na kuungama kutokuamini kwao. The disciples prayed with intense earnestness for fitness to meet men and
to meet men and in their daily intercourse to speak word that would lead sinners to Christ, putting away all differences. Kwa hivyo jambo la kwanza, waliweza kuondoa tofauti zao, all desires for supremacy, wakaondoa tamaa kwa ajili ya mamlaka na kung'ania mamlaka. They came close together in Christian fellowship, walikuja pamoja katika Christian fellowship, wakawa na fellowship ya kanisa. Na naomba niwaambie kitu moja, hakuna mtu atapewa mvua ya masika akiwa kuna mahali ambapo anaweza kuzunguka na wengine kwa ajili ya kufanya ibada, ati anafanya ibada peke yake. Hayuko. Kwa nini? Ukisoma kitabu kinaitwa Testimonies to Ministers, ukurasa wa 506, inasema ya kwamba ni mahali ambapo walipo wangapi? Wawili au watatu wamekusanyika kwa jina langu, Yesu anasema niko katikati yao. Alafu anaendelea kusema mahali kuna kusanyiko la kanisa, mahali kuna kusanyiko la makambi, mahali kuna kusanyiko la kanisa la nyumbani, na mahali kuna juhudi kwa ajili ya kuokoa roho za watu ambao wanaangamia. Hapo ndio Mungu amekusudia kupeana Roho wake Mtakatifu katika ufio wa Masika. Swali, ukiwa unakaa kivyako unasema mimi sitaki kusanyika na wengine, utapokea ufio wa Masika? Utapokea au utapokea? Au utapokea? Kwa hiyo tunafaa kutafuta sana mahali tunajua kuna mtu mwingine hata wawili watatu wana imani moja sawa na sisi na wanakubaliana na imani ambayo tuko nayo, unakusanyika naye hata kama mko wawili, hata kama mko watatu, hata kama mko wanne, ukusanyike. Yesu anasema niko katikati yenu. Even among the ample few, Jesus says I am in the midst of them. Hata miongoni mwa hata wachache waaminifu na walio na mioyo ya kunyenyekea kwa ajili ya mtindo la Mungu, Yesu ako katikati yao. Lakini si wale ambao wanaombea mvua ya masika siku 10 na bado wanapigana na Mungu. Si wale ambao wanaombea mvua ya masika na bado wanaangalia mashamba. Si wale ambao wanaombea mvua ya masika siku 10 na bado wao wameingiza watu kwa Bitcoin. Wameingia katika mambo ya kuwekeza katika pata potea. Cheza loto si ndoto. Unaweka pesa zako na ujui kama utazipata, unaweka zinapotea. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo watu wa Mungu, naomba niseme ya kwamba tuna kazi ya kufanya kama wana matengenezo. Na movement ya mwisho duniani ni ya Revelation 18. Na malaika yule wa Ufunuo 18 aliposhuka mara ya kwanza 1888, General Conference ya SDA wakakosa kumpokea huyo malaika. Alirudi mahali pake kulingana na kitabu cha Hosea. Alirudi mahali pake. Na alirudi mpaka wakati watu wa Mungu watakapotambua na watakaponyenyekea na kutubu, ndipo anaporudi tena. Na kuanzia mwaka wa 2001, September 2001, hiyo siku weka tarehe ya siku ambayo mvua ya masika malaika Ufunuo 18 alishuka. Hiyo ni kusema ya kwamba malaika Ufunuo 18 kuanzia moja ya kwamba ilikuwa imetabiriwa kuna tukio ambayo litaonyesha ya kwamba ni kipindi cha malaika Ufunuo 18. So tukiona hilo tukio tunafaa kujua kumbe tumefika wakati huo. Lakini tarehe na pia kuweka, lakini inapotokea tunasema tayari kitu imetokea, tunasema ilifanyika tarehe fulani, mwezi fulani, mwaka fulani. Si ati tunasema ikiwa kabla itatokea tunasema tarehe fulani, mwaka fulani, mwezi fulani itatokea. Hapana, tunangojea tukio likifanyika, alafu kama sasa tunangojea alama mnyama iwekwe, sio? Sunday law. Si tuwekwa, tutajua Sunday law Marekani iliwekwa tarehe fulani, mwaka fulani, mwezi fulani. Si kweli? Tutakuwa tumeset date. Hapana, ni tukio ambalo limefanyika tayari, ni kutangaza, tangaza ile tukio lilifanyika mwaka fulani.
Natumai nimeeleweka. Kwa hiyo kuzungumzia tukio ambalo limefanyika tayari na kutaja ilifanyika mwaka fulani tarehe fulani, si date set kama si kuweka wakati kwa hilo tukio kufanyika. Hilo tukio lilifanyika na tarehe zake zipo katika historia. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kipindi cha Osama bin Laden wakati alikuwa anasumbua dunia, wakati wa Boko Haram, ISIS, Al-Shabaab na mambo kama haya, wakati ilikuwa imechacha duniani kabisa. Hiyo minara ya New York City ilianguka, lakini ilianza na minara ya Kenya hapa Nairobi. Pale embassy ya Marekani iligonga kwanza, ndio wakaenda kugonga Marekani. Lakini ile ambayo ilikuwa imeandikwa katika unabii, yale Marekani New York City. Wapendwa, tunahitaji kunyenyekea mioyo yetu. Kwanza tunahitaji kuondoa tofauti zetu, kuanzia kwa familia na kuja mpaka kanisani. Kama watu wa Mungu, ondoa tofauti yako wewe na watoto wako, tofauti yako wewe na mke wako, tofauti yako wewe na mume wako. Ondoa tofauti hiyo kwa ajili ya moyo wako kupokea mvua ya masika. Kama unataka kupokea mvua ya masika, hizi vitu vya dunia tutaacha hapa. Kama kuna kitu ulikuja nayo, kuna kitu utatoka nayo? Hapana. Tukija kanisani tuondoe tofauti zetu kati yetu, wewe na ndugu yako. Wacha kuwa na wivu na chuki na ndugu yako. Mpende ndugu yako kama nafsi yako. Penda Mungu kwa moyo wako wote na nguvu zako zote na akili zako zote. Wacha tuwe na umoja. Ukiona mimi mtisia kuna mahali naelewa, nishauri. Nisaidie kwa maombi. Nikiona ndugu Samuel kuna mahali anaelewa, muombe. Ushauri. Mahali unahitaji kumshauri. Mahali unahitaji kumwombea, muombe ili Mungu amsaidie. Tuwe na upendo wa ndugu kwa ndugu. Tukitoka pale nje kwenda kuweka mkutano Injili, wacha tutoke tukiwa na umoja. Tukiwa tumebarikiwa na Mungu kwa ajili ya kupeana ujumbe wake. Kwa maana nuru imekuja, inuka uangaze. Kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana utakuzukia. Wangapi wako tayari utukufu wa Bwana uweze kutuzukia sisi? Mungu atubariki na tusaidie. Mali tuna upungufu, Mungu anajua upungufu wetu. Turudi tumrudie Mungu, tuwe wanyenyekevu, tuondoe kiburi, tuondoe binafsi, tuondoe chuki na kujipenda. Tumpende Mungu, tupende wenzetu pia. Tuombe. Tunaomba kila mtu apige magoti, tunaomba. Kila mtu apige magoti, tunaomba. Tunyenyekee mbele za Mungu. Tuombe rehema zake. Tunaomba. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa wema na fadhili zako kwa kila mmoja wetu. Asante kwa huruma zako. Tusaidie kila mmoja wetu kunyenyekea ndani ya mioyo yetu. Tusaidie kila mmoja wetu kutafuta uso wako kwa bidii. Maana unasema tukitafuta kwa bidii tutakuona. Yesu, umeahidi ya kwamba utatujia kama mvua na mvua ya masika kwa kila mmoja wetu. Umeahidi ya kwamba utatubariki na baraka mbinguni. Utanyunyizia maji safi na tutakuwa safi. Na utatuendesha katika sheria zako na hukumu zako. Baada ya kutuondolea moyo wa njiwa na kutuwekea moyo wa nyama, ulio tayari kutii neno lako na shuhuda zako, amri zako, sheria zako na hukumu zako. Basi tuhurumie kila mmoja wetu. Unaelewa mioyo yetu, unaelewa ulegevu wetu, unaelewa udhaifu wetu. Na haya yote tunafaa kuyakabidhi kwako, ili tusije tukahukumiwa. Tunahitaji kutubu na kuungama ili utusamehe. Nasi tuachana dhambi na maovu, tuachana kiburi na ubinafsi, tuachana chuki na hasira zisizo na maana, bali Kristo tukimbilie wewe na tukutumainie wewe. Tunaomba manyunyu ya baraka kutusafisha sisi na kututakaza kwa ajili ya kutuandaa kwa ajili ya mtihani ulio mbele yetu, na pia kwa ajili ya kutangaza maovu hapa amekuwa kiingia makanisani kuanzia mwaka wa 1944. Tunaomba ili kwamba unene na watu wako. Endelea kusaidia kila mmoja wetu ili kwamba tuweze kutangaza ujumbe wa mwisho duniani ambao umetukabili. Tukiwa na mioyo safi, tukiwa tumekubaliana na wewe na tumekubali
kuachana dhambi. Nasema walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina lako, utakuwa pamoja na wao. Wow. Unasema ya kwamba wawili hawezi tembea pamoja wasipopatana. Hivyo tunahitaji kupatana nawe Baba yetu wa mbinguni kupitia mwanao Yesu Kristo, ili Yesu uweze kuwa pamoja nasi katika kazi yako ya mwisho tunapoitekeleza katika movement ya mwisho. Bariki kila mmoja wetu, bariki kazi ya mikono yetu, bariki kazi yako, tuwezeshe kuifanya sawa na mapenzi yako. Tupe kujitoa kwa nguvu, kwa mali, kwa fedha, kwa akili ambazo umetupatia kwa ajili ya kutekeleza kazi yako na kufanya kazi yako kupitia mtumishi wako. Utukuzwe kwa kila jambo katika Kristo Yesu Bwana wetu, tunaomba na kushukuru. Amen. Asante. Mungu awabariki. Neema ya Yesu.